Salam, tupo studio hapa, yuko Sheikh Kandauma. Umeshawahi kumuona? Mashallah. Yeah. Sana tu. Okay, pengine unamfahamu. Niko mimi, yuko Rahma, Yes. yuko Maleila. Leo tupo studio. Toka mwanzo nimewambia kuna kakaangu anakaa Uingereza, anaitwa Sale. Yeye naye na taasisi yake ambayo inajishughulisha na masuala ya kusaidia jamii. Kwa hiyo tutapata mawili matatu tuweze kujifunza, lakini pia Kasale aliniahidi kupitia watu ambao wanafahamiana nao Sheikh Kandauma hata sapoti ili jambo letu la kusaidia futari katika kaya zenye uhitaji kwa nafasi yake yeye pamoja na watu ambao wanaofahamu. Karibu sana Kasale kwenye kipindi cha Mapito hapa Global TV na tupo live. Asante sana. Kwanza nimefurahi kukutana na kujumuika pamoja katika kheri hizi. Kama tulivyoelezwa, mwezi mtukufu wa ni mwezi wa ibada na ni mwezi wa kutoa. Lengo kubwa la Ramadhani, tukumbuke kuna watu wanaishi bila kumiliki mchejio kwa siku ile au chakula cha siku. Kwa hiyo ile kufuni na sisi tulitakiwa mbali ya kufunga sisi na sisi tuwalishe wale maskini au wahitaji maalum, wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tusisahau ndugu zangu, Ramadhani matumbo yetu tu na kuna wenzetu na wao wanahitaji. Kwa hiyo tumeungana na dada Zari au tuungane na dada Zari tumsaidie naye katika heri hii ambayo ya kuweza kusaidia ndugu zetu. Ndiyo, Kasale, labda ungeanza kujitambulisha vizuri, watu waweze kufahamu vizuri, labda pengine wale ambao wanakufahamu vizuri wajue labda Sale leo kajiunga kwenye kipindi cha Mapito kupitia taasisi yako. Mimi kwa jina naitwa Sale au brother Sale au wengine wananiita Sheikh Sale, lakini ile shehe ya cheo tu, sio shehe ya ushehe kama shehe mwenzangu hapo. Kandauma. Mimi ni mkazi wa United Kingdom. Ndio. Unanipata Zari? Nakupata. Nasema taasisi ambayo Norani mwenyewe inaitwa Youth Support Education Hub. Taasisi yetu inajishughulisha na shughuli nyingi za kijamii, maana siwezi kusema Tanzania lakini naweza kusema ulimwenguni kwa sasa, maana tunasaidia nchi mbalimbali kwa au akituwezesha, na alhamdulillah tunafanya project nyingi Tanzania, ingawa tunazifanya si vile kwa kuonesha watu, lakini tunazifanya kwa kificho, lakini watu wengi wanafaidika kuanzia Junos mpaka chini Pemba huko. Kwa hiyo alhamdulillah au anachotuwezesha, tunashirikiana na wenzetu ambao na wao au akawaruzuku, tunasaidia jamii. Hiyo ndo lengo la vile tunasaidia kwa elimu, matibabu na hata kuwapa iftari. Okay. Ambayo taasisi na muda gani? Taasisi kwa sasa kiusema kweli, taasisi tulianza wakati wa corona. Wakati wa corona sisi ndo au akatupa mawazo ya kuwa watu wanateseka, tukaweza kujiorganize na kuweza kuanza kusaidia watu. Ndiyo. Kwa hiyo haina miaka mingi lakini haipungui kwa miaka 5 kama sikosei. 6. Okay. Sawa. Kandauma. Naam. Niko na Sheikh Sale hapa. Naam. Una neno? Sheikh Sale, hali yako? Alhamdulillah, za kwako na wewe? Wallahi alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka zake na utukufu wake. Kwanza kabisa nitoe pongezi kwako na kwa wenzio ambao mnaofanya jambo kama hilo, kwa vile ambavyo tumeelekezwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tuwashukuru watu ili tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana asiyewashukuru watu basi hata Allah hawezi kumshukuru. Mimi ni kushukuru kwa hicho ambacho unachokifanya, maana yake ni yale ambayo Mwenyezi Mungu anatukumbusha na kutueleza kwamba sisi kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tumekuwa umma bora kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya.
Wakati mwingine mema sio kuswali tu, la hasha wakalla. Kuna mtu inawezekana ukamtengenezea utaratibu wa kuweza kushiba vizuri, basi akaenda kuswali, na kuna mtu inawezekana ana njaa ikampelekea kuto kwenda msikitini kwenda kuswali, akafanya na mabaya na machafu. Kwa hiyo ni kitu cha msingi katika vitu ambavyo vya msingi sana mnavifanya, na Mwenyezi Mungu awatie baraka, na Mwenyezi Mungu awatie nguvu, na Mwenyezi Mungu atiwe imani ya zaidi katika kuweza kufanya hayo ambayo yalikuwa mazuri, ili watu wengi waweze kunufaika na jamii inufaike kwa pamoja, na inshallah Mwenyezi Mungu akatuwekee katika mizani yetu ya khairati na mizani yetu ya hasanati, amina nayo siku ya kiyama, na iwe sababu ya Mwenyezi Mungu kutusame pale ambapo tulipokosea katika makosa ya kibinadamu. Naam. Mimi nimefurahi kukufahamu. Asante sana. Mimi vile vile nimefurahi kuwa pamoja jambo hili la kheri, maana kheri zipo nyingi lakini au akatukutanisha kwenye kheri hii, tukutanisha na kwenye kheri nyingine. Mpemba wa Chake Chake au wapi wewe? Naam, wewe wa Chake Chake au bwana? Mimi wa kote kote. Mimi ni mtu wa kote kote. Wa kote kote. Mimi wanasema mimi ni kama nembo, basi nimeibeba kuanzia North Arusha mpaka Pemba Michakaeni. Asante. Asante bwana. Kwa kupitia kipindi cha mapito Sheikh Kandauma, tuseme Mwenyezi Mungu ametujalia kuweza kufahamiana na watu wema ambao tulikuwa tunawahitaji sana kupitia jambo letu tunaloenda kulifanya. Kasale nimefahamiana naye nafikiri kama miezi 3 au 4, lakini imekuwa ni tunakutana labda status au nimeona kitu ka posti na like, au yeye kaona kitu ka post ka like. Lakini Allah anapokuwa anataka jambo liende vizuri, waga anamtuma binadamu. Wakati na posti zile posti zangu zile za kuhusiana na mwezi wa Ramadhani nilimtumia. Nilivyomtumia akanipigia simu immediately. Tukaongea. Kwanza tukaanza kuongea majambo yake mengine kuhusiana na mashindano ya Qur'an, kwa sababu naye pia ndo anasema taasisi yake waga inaletaga watu kufanya mashindano ya Qur'an. Alhamdulillah. Lakini pia tukaongea na vitu vingine, lakini kikubwa akaniambia kwamba yeye kwa sasa hivi kwa wale donors anaowafahamu kuweza kutusaidia hatuwezi kupata, tumechelewa. Lakini kupitia yeye tunaweza kupata watu wale ambao wanamsupportigi yeye waweze kutusaidia sisi jambo letu liende. Nikaambia basi mimi nitakualika kwenye kipindi Jumanne ili ujoin na sisi, na utajoin na sisi inshallah kila Jumanne tutakapokuwa tunafanya heri za kutafuta sadaka kwa ajili ya wahitaji mpaka mwezi wa Ramadhani utakapoisha. Akasema inshallah, na hapo tunavyoongea yuko njiani, lakini amesimamisha shughuli zake, amejoin kwenye mapito. Kama nilivyokuambia kuwa dua ni muhimu, tunaomba dua na inshallah tutakuwa pamoja katika jambo hili. Na kwa wale wasikilizaji wote, kwanza ninawaalika katika mashindano makubwa ya Qur'ani ambayo kuna kheri kubwa Tanzania, wengi wetu hawatuifahamu. Ulimwengu wa Kiislamu unaitambua Tanzania kwa mashindano yanayofanyika kwenye uwanja wa Mkapa. Alhamdulillah. Mashindano yatafanyika tarehe 1 au tarehe 1 mwezi wa 3. Ndio. Saa 12 usubuhi mpaka saa 7 mchana. Saha. Sasa kama sisi tunatoka ulimwenguni, Uingereza, Marekani na kwingine, je, wewe ulikuweko Dar es Salaam au uko kwa Tanzania unafanya nini? Hii ni kheri kubwa jamani, tena ni kubwa. Watu wengi ukimwambia mimi nimekwenda Tanzania kwa Muislamu, anakuambia kule kunakofanyika mashindano makubwa. Yale mashindano ni makubwa kweli. Hakuna nchi yoyote ulimwenguni inofanya mashindano kuwakusanya watu kama vile. Kwa hiyo na mimi nakualikeni kwenye kheri hii, na alhamdulillah taasisi yetu inafanikiwa kuleta vijana, ambapo mwaka huu tuna kijana wetu wa Kiswahili na yeye atatoka Uingereza kuja kushindana, na kwa uwezo wa Allah inshallah tutashinda mashindano. Allahumma amin. Kwa hiyo karibuni nyote. Allahumma amin. Na tutashinda si kwa tunataka ushindi, tutashinda kuonesha kama na hii Qur'ani au hii dini sio kama tuko Uingereza au tuko Marekani tuache culture zetu, tuache dini zetu. Tunataka kusema kuwa na Uislamu upo
tena Uislamu upo kuliko mnavyofikiria. Alhamdulillah. Kama mulimuona Mheshimiwa Mufti alipokuja, tulikuwa naye na yeye mwenyewe alishangaa mambo tulomuonesha na jitihada alizoziona. Alhamdulillah. Kwa hiyo kiukweli tunakukaribisheni nyote, na vile vile tunaomba, mimi naomba binafsi yangu, mimi nitamuunga mkono Dazari na nyinyi muungeni mkono, kwa sababu kama umeweza kutimiza chakula cha siku moja, basi eka chengine cha siku moja uweze kumpa Dazari na yeye apeleke kwa kule kwenye wahitaji maalum. Kwa hiyo nadhani tuko pamoja kwa hili. Kasale, ulivyosema mashindano ya Qur'ani, nimekumbuka kuna mdogo wangu hapa Imam, simama kakae pale alipokaa Rahma pale. Kuna kijana hapa ambaye atajitambulisha majina yake, ana changamoto moja hivi, upate kumsikia hapa. Mohamed, jitambulishe, kwenye mic vizuri sana mdogo wangu, ili ukipata kuzungumza wapate kukusikia vizuri zaidi. Umesogelea mic? Sogelea tena, usiwe muoga. Sawa. Haya, msalimie Kasale afu elezea changamoto yako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uncle, karibu sana. Kwa jina mimi naitwa Muhammad Musa. Nakaa Sinza hapo. Nilikuwa na changamoto moja, nahitaji mdhamini wa kunidhamini kusoma, kuniendeleza kusoma Qur'an. Malizia kusoma Qur'an. Mimi nimehifadhi Qur'an lakini sijaifanyia mraja bado. Nilikuwa nahitaji mdhamini wa kuniendeleza kusoma masomo mengine ya dini. Changamoto yangu kubwa ndio hiyo. Sheikh Saleh. Naam, nimekusikia, nimemsikia kijana. Je, kijana yuko na wazee wake? Ndiyo, nipo na wazee wangu wote. Baba na mama? Baba na mama. Haya basi, mimi nakuahidi kwa uwezo wa Allah inshallah, alhamdulillah, jambo liko kwenye uwezo wetu, tutakupa scholarship ya kwenda kusoma nje. Kwa hiyo wewe utasiliana na dada Zari, tutakutengezea pasipoti na tutakutafutia pahali ukasome kwa uwezo wa Allah inshallah. Alhamdulillah. Sawa Kasale, alhamdulillah, nimefurahi sana. Sasa labda ile namba yako ya simu inapatikana WhatsApp Ndio. Basi nitakupa contact. Zote namba zangu zinapatikana. Namuuliza Mohamed Dada Zari vizuri kwa tunavyosaidia watu kwenye masuala ya nje, lazima tupate mdhamini kama wewe, kwa sababu wewe ndio utakuwa mdhamini wake kwa huko Tanzania. Hakuna neno, mimi nimekubali. Hakuna neno. Ukumbuke na yeye ni kijana, kwa hiyo kuna vitu vinatakiwa wazee wasaini, alafu inshallah tumuombe dua au atapomjalia aende akasome dini ili ajisaidia taifa. Asante sana, kushukuru mno, nakushukuru sana. Kandauma, una neno? Wallahi, neno la kusema hili jambo la kusaidia au kuulisha iftari sio kwa Waislamu tu. Ni jambo ambalo mtu yoyote anaweza kusaidia kwenye sadaka hii, kama kusaidia binadamu wenziwe ama kuwasaidia Watanzania wenziwe. Kwa hiyo pia kila mtu kwa imani yake anaweza kuungana na Dazari kwenye kheri hii, kwa sababu sadaka kila dini imehamasisha kutoa katika jambo la kumlisha binadamu, na kiukweli ni kheri kubwa. Pia watu wasisahau kuweka nia kwa lile jambo analolifanya. Mimi nitaishia hapo kwa leo. Tuko pamoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Asante sana Kasale, nitakutafuta baadaye. Nakushukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Asante sana.